mkate ndio itakuwa ni ishara ya kukumbuka mauti yake. Sema amen. Sema amen. Sasa leo kiniletea ufahamu na elimu ya maji ya upako, nitakuuliza uliyatoa wapi? Tuko pamoja? Na wewe unaruhusiwa kuhoji, kwa sababu mbingu sio ya kawaida. Kuna watu wanaingia viajabu ajabu, wanapitia mlango wa nyuma, haujui umetokea wapi. Na ndio maana Paulo aliwaambia, hata nikusomea kwa kidogo ili usije unasema mchungaji mwingine anatoa wapi. Mungu kwenye Biblia wanazosoma hayo ambayo Biblia nayo itumia ndio Biblia wanayoitumia. Sasa ukawaulize, si nakwambia tumekupa box limejaa nini? Zawadi. Zawadi yenyewe ndani yake kuna nini? Kuna matendo makuu ya Mungu. Matendo makuu ya nani? Haya. Na Mungu akubariki sana. Wagalatia sura ya 1 mstari wa 6. Na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili za namna nyingine. Paulo anashangaa, watu wamegeuka, wameacha imani ya kweli, wamegeukia injili za namna nyingine. Ndio maana leo ukija kuangalia kila kona unasikia Yesu, unashindwa kuelewa Yesu wa kweli ni yupi. Bwana mmoja alienda siku moja, alikuwa watu wanacheza mpira. Alipofika uwanjani akakuta watu wananyang'anyana mpira, mara mwingine anapigwa ngwala, ananyang'anywa mpira, mwingine mara anapiga tikitaka, ananyang'anywa mpira. Akasema hawa ni wajinga kweli, ni masikini ambao wasiojiweza. Wananyang'anyana mpira. Mmoja wakati dukani amejaa, alikuwa na pesa, akachukua gari lake akaendesha mpaka mjini. Alipofika akamwambia, naomba mipira 10. Uwanjani ulikuwepo wachezaji 11 na wengine 11, kwa hiyo kama mpira 21 ambao wa 22 ndio uwanjani. Akaja na gari lake, akapaki gari lake, alafu akamgeuza buti nyuma, alafu akafungua, alafu akamwaga mipira uwanjani 21 ambao waliomo uwanjani ni wa 22. Alafu akamwambia, ninyi ni washamba, mnaanza kucheza na kuhangaika na kunyang'anyana mpira mmoja wakati mpira na bei poa. Chukueni kila mmoja na mpira wake. Kwa hiyo kila mmoja akawa anahangaika na mpira wake, lakini refa ni mmoja ambaye anaangalia ule mpira wa kweli uliokuwepo unachezwa, ambapo ikiingia goli mpira ule uliokuwa unachezwa ndio goli la kweli. Mungu akubariki sana. Refa ni mmoja ambaye ndio Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wachezaji wapo duniani ni wengi. Sasa wakifunga magoli ambayo mpira sio wa kweli, inakuwa sio goli. Sema amen. Shetani ametumia mpango mzuri, na ndio maana amefanikisha. Mwanzoni injili ilikuwa ni moja tu, kumhubiri Yesu, watu waache dhambi, wamwamini yeye, wawe na uzima wa milele. Lakini shetani akaleta injili za namna nyingine, na ndio maana injili za namna nyingine ni nyingi sana duniani, lakini injili ya kweli ni moja tu. Yesu anasema, endeni mkawafanye wanafunzi watu wote duniani. Ambaye anayefanywa kuwa mwanafunzi, huyo ndio anayecheza mpira wa kweli ambao ni wa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hebu mpigie Yesu makofi na vigelegele kwa imani ya kweli isiyobadilika. Yaani imani ya kweli haibadiliki mpaka Yesu anarudi, kwa sababu inasimama katika Yesu. Tuko pamoja? Inasimama. Na ndio maana akatoa matukio ya muhimu, akasema, na huu mkate itakuwa ni ukumbusho wangu. Mungu akubariki sana. Na kama ukumbusho wangu kwenu, ndio itatenda mambo makubwa. Sema amen. Naomba nimalizie ili tuendelee na wengine. Mungu akubariki sana. Mstari wa 7. Wala si nyingine, wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kugeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mtuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama nilivyotangulia kusema, na sasa nasema kwamba mtu yeyote akiwahubiri injili ambayo tofauti na Yesu aliyoihubiri, na alaaniwe. Amen. Mtu yeyote akihubiri injili ambayo ni tofauti na Yesu aliyoihubiri,
na alaniwe. Na Mungu akubariki sana. Mimi nina ujasiri. Mwambie jirani yako, na mimi nina ujasiri. Mwambie tena, mimi nina ujasiri. Mwambie tena, mimi nina ujasiri. Na ujasiri wako nionao ni mmoja tu. Mungu akubariki sana. Unaujua ujasiri wako? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaujua ujasiri wako? Paulo anazungumza mambo mawili: karipia, kemea, fundisha. Mungu akubariki sana. Katika kukaripia nitakwambia, katika kukemea nitakwambia.